Bwana mmoja bwana alituma washenga wenda kuposa. Sehemu aloposa binti ni Mwarabu, yeye si Mwarabu, lakini ana busubusu. Kisema busubusu muelewa, ana busubusu la Kipemba. Ni Mpemba. Yule bwana akawaambia wale washenga, mwambieni ukweli mzee kwamba mimi sio Mwarabu. Kweli kwetu ni huko, tuna nasabu ya huko, lakini mie sio mweupe. Kama nakubaliwa nikubaliwe tu, nakataliwa nikataliwe, sababu haya mambo yapo. Yapo watu wakiambiwa ukweli wanuna, sababu watu wengi wapendi kuambiwa ukweli. Haya mambo ya ubaguzi yapo. Naweza ukaishi na watu ni masalafi, ingia kwenye mlango huu. Si salafi siku zote jazakallahu khaira, mko mkumbatiana, ingia kwenye mlango ukampose mwanae. Alafu utaona atavoweweseka kama kalishwa pilipili kichaa. Pagumu hapa pagumu sana kwenye ubaguzi, pagumu sana hapa. Sasa yule bwana washenga wakasema wazi bwana, kumbe yule mzee bwana hana dhana hiyo. Kwa nini mnaniambia hivi? Hebu mleteni nimuone. Bwana akaambiwa hitajika bwana. Kapanda gari yule bwana akaenda. Mzee akamwambia nakuoza hapa hapa. Sikaja mzee tu kumuona, ambaye sasa mimi nakuoza hapa hapa, alafu nakupa miezi 3 uje chukua mke. Yaani huyu mkeo kuanzia leo nimekuoza. Watu wale walikuwa watakaone mzee kwamba ataona kweli mweusi simtaki. Mzee pale pale on the spot, jamaa kaja tu, kwa mengine anarudi tayari kashaoa. Kuambiwa tu mke ataandaliwa, kuna maandalizi ya mke, alafu utakuja kuchukua mke wako siku fulani. Wako wazee wa namna hii. Madamu watu wenyewe wamekubaliana, wewe yakuhusu nini? Weusi wakuhusu nini? Kwani weusi ndo unaoliwa? Kama mwenyewe huyo mweupe kamkubali mweusi, wewe wakuhusu nini mzee? Tutachafua damu wako na maana damu itachafuka. Tuna kazi siku moja, kuna mada moja nimeitoa, imeumiza watu wengine. Wala sisi hatuchukiwa wanaumia. Kama mtu unaona mada kuna mukhalafa sharia, tuona saha au raddi, sisi tuko wazi. Hapa Abu Haula umekosea dinan, sema, msianze kulalama. Sasa kuna mada moja nilitoa, kuna mtu mmoja aliipenda sana, akanitafuta, ni ukhti, kanitafuta anambia nimetuma hii audio yako, lakini nakushuhudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nimeachishwa mume kwa sababu mama anasema hataki azae Wanyamwezi. Kwa nimepata mume, nimepata watoto 2. Kwa mume kaambiwa ima kubali uendelee au ukose radhi. Wallahi yule ukhti anambia unaosema kalima, yani mimi nahuzunika mpaka mume wangu nimefanya kumpa $600 kaanze maisha. Nampenda lakini kaachishwa tu. Kwamba basi kumzalia Wanyamwezi mtoto vyeusi basi. Mwangalia watu wako namna hii. Sasa wewe kama humo katika haya, wewe omba Allah awaongoze watu. Lakini kuna watu wamepata madhila kwa huu ubaguzi. Wana madhila na ni mambo si sawa, da'uha fa innaha muntina. Sasa ni mambo haya ubaguzi na nini kadha, hana maana yote. Watu yanawadhuru mambo.